Majina naitwa PF 22863 Inspector John. PF 22863. Nani? Inspector John. Inspector John. Umri wako? Umri wangu ni miaka 45. Unaishi wapi? Ninaishi Chamazi, Temeke, Dar es Salaam. Chamazi. Kazi yako? Kazi yangu ni afisa wa polisi. Dini yako? Dini yangu ni Mkristo. Muongoze kiapo. Mimi PF 22863 Inspector John, na hapa mbele ya mahakama yako tukufu kwamba ushahidi nitakaotoa mbele ya mahakama hii ni wa kweli na wa kweli tupu. Mwenyezi Mungu unisaidie. We love fast things because who enjoys waiting? That's Mheshimiwa, shahidi huyu ataongozwa na Nasoro Katuga, wakili wa serikali. Mimi mwenyewe. Mheshimiwa, naomba nimuone vizuri. Wewe utaongea kwa sauti usikie vizuri. Bwana shahidi. Naam. Mimi naitwa Nasoro, kama nilivyoambia mahakama, kama ulinifuatilia, sawa? Wakili wa serikali, sawa? Ndio. Nitakuuliza maswali, utajibu kama ulivyo hapa kwa kile unachokijua, sawa eh? Sawa. Sawa shahidi. Wakati unajitambulisha hapa umemwambia mheshimiwa hakimu kwamba wewe ni afisa wa polisi, si ndio? Ndio. Hebu iambie mahakama, umekuwa afisa wa polisi tangu lini? Nimekuwa afisa wa polisi toka mwaka 2005. Toka mwaka gani? Mwaka 2005. Unaongea niangalie mimi. Kule kile unaongea ni check niangalie mimi usoni. Sawa. 2005. Ndio. Ukianza na cheo gani? Hiyo mwaka 2005. Mwaka 2005 nilianza na cheo cha ukuruta. Haya. Kama nimekusikia vizuri, pia umeiambia mahakama hii wewe inspector wa polisi. Wakati unajitambulisha, si ndio? Ndio. Mkaguzi wa polisi, si ndio? Ndio. Hebu iambie sasa, umekuwa inspector tangu lini? Nimekuwa inspector wa polisi tangu tarehe 6 mwezi wa 6 2025. Tangu tarehe 6 mwezi wa 6 2025. Iambie mahakama hii, kabla ya kuwa mkaguzi wa polisi inspector tarehe 6 mwezi wa 6 2025, ulikuwa na cheo gani kabla ya kuwa? Kabla ya kuwa inspector nilikuwa ni inspector msaidizi. Sasa shahidi, hebu tusaidie. Kabla ya kuwa au upolisi huu, taaluma yake uliipata wapi? Taaluma ya upolisi. Mheshimiwa Hakimu, taaluma ya polisi niliipata katika chuo cha polisi Zanzibar mwaka 2005 na kutunukiwa cheti cha Certificate of Competence katika... Twende hapo taratibu. Unasema umepata mafunzo hayo chuo gani? Chuo cha polisi Zanzibar.
chuo cha polisi Zanzibar. Kuanzia lini mpaka lini? Kuanzia 2005 na kumaliza mwanzoni mwa 2006. Baada ya kumaliza unasema ulitunukiwa nini? Nilitunukiwa cheti cha Certificate of Competence katika chuo cha Ukurutu. Sasa labda shahidi, tuambie hii kazi yako ya afisa wa polisi unaifanyia wapi kwa sasa? Kazi yangu ya polisi nafanya katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Katika ofisi ya hivi, kifupi cha mkurugenzi wa makosa ya jinai ndio na kwa Kiingereza inaitwa ni DCI, Director of Criminal Investigation. DCI, okay, sawa. Tuambie sasa, kwenye hiyo ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa jinai unafanya kitengo gani? Nafanya kazi katika kitengo cha upelelezi wa makosa ya mtandao, yani Cyber Crime Investigation. Hebu kwanza tuambie sasa, kwenye hicho kitengo cha makosa ya mtandao, Cyber Crime Investigation, sio? Ofisi yako iko wapi? Ofisi yangu ipo makao makuu ya Dar es Salaam. Makao makuu ya nini shahidi? Makao makuu ya polisi Dar es Salaam. Labda shahidi sasa tuambie majukumu yako, au uko hapo kwenye hicho kitengo cha Cyber Crimes Investigation umesema eh? Ndio. Upo kama nani hapa, ungetuambia? Kwenye kitengo cha upelelezi wa makosa ya mtandao nipo nafanya kazi katika dawati la doria ya mtandaoni kama mpelelezi. Unafanya, wewe ni mpelelezi katika dawati la doria mtandaoni. Doria mtandaoni. Hebu iambie mahakama, mwambie mheshimiwa hakimu mkazi mkuu, majukumu yako sasa kama afisa mpelelezi wa hilo dawati la doria mtandaoni, majukumu yako ni yapi? Mheshimiwa hakimu, majukumu ninayoyafanya katika dawati la doria mtandaoni ni kufanya doria katika mitandao mbalimbali ya kijamii kama Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, YouTube na mitandao mingine mheshimiwa. Hebu shahidi sasa tusaidie. Umetutajia hivyo vitu, si YouTube, si nini, ukavita kama ni mitandao ya kijamii, si ndio? Hebu iambie mahakama sasa, tuambie hivi unavyosema YouTube ni nini, mahakama ikuelewe. Mheshimiwa hakimu, YouTube ni mtandao wa kijamii ambapo huwakutanisha watu pamoja. Mtandao huu ili uweze kuutumia, mtumiaji inakulazimu ujisajili kulingana na vigezo ambavyo vimewekwa pale. Baada ya kujisajili, nenda taratibu huku kama unavyomwangalia mheshimiwa, maana naye anaandika, sawa? Baada ya kujisajili, mtumiaji wa YouTube
unaweza ukachapisha kwenye ukurasa wako maudhui tofauti tofauti, kama unaweza kuchapisha video mjongeo. Unamaanisha nini unaposema video mjongeo? Labda yaani umesema unaweza ukachapisha video mjongeo. Yaani hapo sasa tufafanulie unaposema video mjongeo. Yaani kwa urahisi wa sisi kukuelewa, sawa? Unaweza kuchapisha nini? Burudia, endelea. Unaweza ukachapisha picha mjongeo. Ndio. Ambayo ni kwa Kiingereza wanaita video. Vile vile unaweza ongeza sauti, ukatoa maoni ndio kwenye video za watu wengine walizozichapisha. Unaweza ukalike au ukapenda video au maudhui yaliyochapishwa kwenye YouTube ya mtumiaji mwingine. Hebu tuambie, umetaja kitu kinaitwa Instagram. Unafanya doria mtandaoni Instagram. Yenyewe ni nini? Instagram ni mtandao wa kijamii ambapo nao pia mtumiaji inakulazimu ujisajili ili uonekane kwenye kurasa za watu wengine. Utachagua jina ambalo wewe binafsi utalipendekeza pale. Baada ya kujisajili, unaweza ukatumia ukurasa wako kuchapisha maudhui kama video, picha mjongeo fupi, kuchapisha maudhui yoyote ambayo utataka watumiaji wengine waweze kuyaona. Vile vile Instagram unaweza ukafuatilia wafuatiliaji wengine wanaotumia mtandao huo. Vile vile kwenye Instagram unaweza ukatoa maoni kwenye maudhui yaliyochapishwa na watumiaji wengine. Hali kadhalika kwenye mtandao wa Instagram unaweza ukamtumia ujumbe mfupi, yani direct message, ambayo inakuwa ni kati ya mtu mmoja na mwingine, lakini kwenye message haziwezi kuwa wazi kwa watumiaji wengine wa Instagram. Labda tuame, maana nikikupa useme mitandao yote unaweza ukamaliza siku nzima, si ndio eh? Naam. Lakini hicho kwa uchache tumekuelewa hivyo, sawa? Sasa labda tuambie sasa, Shahidi, unaposema mnafanya doria mtandaoni, si ndio? Tuambie ni kitu gani unapofanya, yani wewe achana na wingi na kutuuliza wewe, huwa mnatumia au unatumia vitu gani au vifaa gani hiyo unaoita doria mtandaoni? Mheshimiwa Hakimu, kwenye kufanya doria mtandaoni tunatumia kompyuta maalum ambazo tumepewa na ofisi kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa makosa mbalimbali ya jinai yanayofanyika katika mitandao ya jamii. Samahani Mheshimiwa. Hebu rudia, umwangalie Mheshimiwa anavyoandika, sawa? Unatumia vifaa gani kufanya hicho unachokiita doria mtandaoni? Mheshimiwa Hakimu, vifaa tunavyovitumia, ndio vifaa tunavyotumia kufanya doria mtandaoni ni kompyuta maalum kwa ajili ya kufanyia kazi hiyo. Hiyo kompyuta ni mali ya nani? Hii kompyuta ni mali ya Jeshi la Polisi. Hebu tuambie pia, unaposema unafanya doria mtandaoni unamaanisha nini, au unakuwa unatafuta nini? Hebu iambie mahakama, unaposema unafanya doria mtandaoni. Mheshimiwa Hakimu, ninapofanya doria mtandaoni ninatembelea mitandao mbalimbali ya kijamii kwa ajili ya kubaini makosa mbalimbali ya jinai yanayofanywa na watumiaji wa mitandao hiyo.
Hebu pia tuambie sasa, umesema unatumia kompyuta maalum kwa ajili ya kufanya doria mtandaoni, si ndio? Naam. Mbali na kompyuta huwa kuna nini? Au kwanza kwenye hiyo kompyuta kuna nini? Mheshimiwa Hakimu, ndani ya kompyuta zile kunakuwa na antivirus kwa ajili ya ulinzi wa kompyuta. Hali kadhalika kompyuta hizi zinakuwa na password ambapo mtumiaji hawezi kutumia kama hauna password ya kompyuta husika. Pili, Mheshimiwa Hakimu, ninapofanya doria nakuwa na police notebook. Unakuwa na nini? Na police notebook. Police notebook. Hii ni nini nayo? Notebook ni kwa ajili ya kuandika, kwa kujifanyia marejeo ya ninachokuwa nimekifanyia kazi, kuweka kumbukumbu za ninachokifanyia kazi. Sasa hebu shahidi tuambie, umesema unapofanya doria unatumia hizo unazotumia, hizo vifaa unazotumia. Hebu iambie mahakama hii kuhusiana na taaluma sasa ya kukuwezesha kufanya hicho ulichokifanya au hicho unachokifanya, yani kazi yako unaifanya, kama unayo, na kama unayo umempata wapi? Mheshimiwa Hakimu, taaluma ya kufanya doria mtandaoni nilipata katika chuo cha polisi Kurasini mwaka 2020. Mwaka 2020 baada ya kuhudhuria mafunzo ya Forensic Cybercrime in Modern Investigation. Mafunzo yalitwaje hayo? Forensic Cybercrime in Modern Investigation. Vile vile Mheshimiwa Hakimu, kabla hujaenda vile hapo ulikuwa, yani ulitunukiwa au ulipata nini? Yani ulikuwa awarded na kitu gani? Baada ya kuhitimu nilipata cheti, Mheshimiwa Hakimu. Haya, iambie mahakama ulikuwa unaendelea vile mafunzo mengine. Mheshimiwa Hakimu, mnamo mwaka 2022 katika chuo cha Unique Academy. Chuo Unique Academy. Unique kilichopo Upanga hapo. Nilihudhuria mafunzo ya Upanga wapi shahidi? Upanga Tanga, Upanga wapi? Upanga Dar es Salaam. Nilihudhuria mafunzo ya computer hacking in forensic investigation. Ambayo alikuwa mafunzo ya muda gani kama unakumbuka? Mheshimiwa Hakimu, nakumbuka yalikuwa ni mafunzo ya miezi miwili. Na yenyewe ulikuwa awarded na kitu gani? Baada ya kuhitimu, Mheshimiwa Hakimu, nilipata cheti. Haya, kingine labda kama unacho? Labda iambie mahakama pia, kwenye hii kazi ya doria mtandaoni umekuwa tangu lini? Mheshimiwa Hakimu, kazi ya kufanya doria mtandaoni nilianza kufanya tangia mwaka 2020. Kwa hiyo mpaka leo ni umesema mwaka 20 mpaka sasa? Hadi sasa. Mpaka leo una uzoefu wa muda gani katika hiyo kazi?
Mpaka sasa Mheshimiwa Hakimu na uzoefu wa zaidi ya miaka 4. Sasa shahidi, hebu tuambie sasa, nini umadhubuti wa hicho ulichokiita kompyuta maalum ya jeshi la polisi? Nini umadhubuti katika that was as leading as they come. Simsikia shahidi akizungumzia umadhubuti. Naelewa kakangu ana transaction section 18 ya ETA, lakini sasa tumwambia ni umadhubuti, unamwambia shahidi aanze kusema kompyuta ni madhubuti. So that was leading, we object. Mheshimiwa samani, lakini naomba kuwa guided. Mheshimiwa, ukisema kifungu cha 147 kinachozungumzia examination nakuwa headed na mahakama, yani najaribu kuangalia leading question. Sasa ukimuuliza mtu gari hiyo ina rangi gani, utakuwa umeambiwa ni leading question kivipi? Yani yeye ndo aseme. Sasa nitamuuliza swali gani ili atuzungumzie anielewe? Yani hapo mheshimiwa unakuta kuona kwamba sasa nitauliza yani nitamuuliza nini anielewe kwa maana gani? Mheshimiwa, hebu shahidi tuambie sasa. Ni sahihi mheshimiwa, nataka aseme vitu fulani na ndugu yangu amevielewa. Sasa hataki niweke nimlidi shahidi, lakini mimi nataka niambie, yani kitu gani utaiambia mahakama kuifanya kwamba hiyo kompyuta unaotumia hiyo kwamba ni aminifu, si ndio? Hebu iambie mahakama sasa hilo kama nalo ni lipi. Mheshimiwa Hakimu, uaminifu wa kompyuta hii unapatikana pale kwenye usalama kwa maana kwamba zina password na tunazifanyia updates, yani usasa mara kwa mara. Nenda sasa taratibu. Unasema kwanza unaingia au ina nini? Yani mheshimiwa, ni usalama wa kwanza ya kompyuta, ambapo kompyuta hizi huwezi kuzitumia kama hauna password ya kuingia. Vile vile kwenye kuilinda kwenye usalama tuna antivirus ambazo zipo installed, zimewekwa kwenye kompyuta ile. Jambo jingine mheshimiwa, kwamba tunazi update kila wakati inapokuwa inahitajika. Labda sasa shahidi tuambie, yani ili jukumu unapoita ili dawati la doria mtandaoni, hebu iambie mahakama hii tukufu, mnatekelezaje hayo majukumu ya hilo dawati la doria mtandaoni? Hebu utaratibu wa utekelezaji wake unaweza ukatuambia? Mheshimiwa Hakimu, utaratibu tunatekeleza majukumu yetu kwamba baada ya kubaini taarifa ya jinai au ya kiuhalifu, huwa namjulisha mkuu wangu wa kitengo, na vile vile naweza nikaangalia taarifa hii imefanyika kwenye eneo gani, kwamba kosa limefanyika kwenye jurisdiction gani, namjulisha kamanda wa pale ili waifanyie upelelezi.
Iambie pia mahakama, umesema ndio taratibu mnavyofanya, sawa. Iambie mahakama, yani kama maafisa mnafanya vipi kazi, au mko wangapi, mnafanyaje kazi kwenye hilo dawati, yani mbali na ukipata taarifa, yani nataka nijue mnafanyaje kazi. Kama dakika 10 kama zitatosha. Unaweza kuketi kwanza. Keti kwanza. Sawa. Hamna kiti? Nipo sawa. Basi endelea kusimama wewe, si askari wale. Endelea kusimama. Na kwanza si umetuambia, umeshasema password. Haya, kingine kwa siku hiyo kompyuta iambie kwa yale uliokuwa unayasema. Mheshimiwa Hakimu, nilikagua na kuangalia je, mifumo ya ulinzi kama iko sawa. Mifumo ya ulinzi ya nini? Kama antivirus, okay, updates. Na kwamba ukakuta kwa siku hiyo ilikuwaje sasa kwenye hizo area? Nikaikuta kwamba kila kitu kipo sawa. Nini? Haya, sasa shahidi, hebu tuambie, mbali na hiyo kompyuta sasa ambayo unasema unaifanyia kazi doria mtandaoni, si ndio? Si hivi kwenye mtandao unaendaje kwa kutumia kompyuta ili uweze kupata mtandao? Au nini ulikuwa nacho kingine labda? Mheshimiwa, ili kuingia kwenye mtandao lazima uwe na network, kwa maana ya internet. Haya. Sasa iambie mahakama kwa siku hiyo ni kitu gani ulikuwa nacho sasa mbali na hiyo kompyuta ya polisi. Mheshimiwa Hakimu, mbali na kompyuta nilikuwa na polisi na notebook kwa ajili ya kurekodi. Hiyo sawa. Yaani umesema ili uende kwenye hiyo mitandao unatakiwa ufanyaje? Uwe na nini ili utumie kompyuta kwenye hiyo kuweza kupita mtandaoni huko, unatakiwa uwe na nini? Natakiwa niwe na internet. Sasa iambie mahakama kuhusiana na internet siku hiyo. Mheshimiwa Hakimu, kwa siku hiyo interneti ya ofisini ilikuwa ipo vizuri kwa ajili ya kuendelea na shughuli za kila siku. Tuendelee sasa shahidi. Unasema ulikuwa na vifaa hivyo. Nini, hebu endelea, nini sasa kikatokea? Nini kikatokea? Au mtandao gani labda unakumbuka kufanyia kazi au kuifanyia kazi au kuifanyia doria? Mheshimiwa Hakimu, Mheshimiwa, naelewa shida anaipata msomi rafiki yangu Katuga, lakini ajielekeze tu. Asilibi sana. Mpaka tumejikuta tunacheka na msomi Anute hapa, ndio anavyoenda. Kidogo sio vizuri. Ajielekeze tu vizuri. Hatupendi kusimama hivi, lakini when need be itabidi tuwe tunasimama. Mheshimiwa, pamoja na alipokea hilo, lakini leading question haiwezi ikaja. Huyu tayari keshasema alikuwa anafanya kazi ya doria na akasema alikuwa na vyote keshavisema mwanzoni kama mheshimiwa records ziko sawa.
aliingia kazini kwenye doria na akataja vitu alifanyia doria. It will not. Amekisema kwamba anafanya doria. Ndio sasa mimi namuuliza alifanyia doria mitandao gani? Mheshimiwa, hii inaweza ka leading, na alisema nimeingia kazini kufanya doria. Hii doria alifanyia mitandao gani? Ziti leading? Sawa mheshimiwa, na napokea maelekezo. Itafika mheshimiwa. Shahidi umeelewa sasa? Hebu tuambie basi ulifanya. Nitaanza upya kama vile tu kila kitu kitakuwa kipya, sawa? Kwa sababu sio leading. Ulifanya kazi gani shahidi? Mheshimiwa Hakimu, nilifanya kazi ya nilifanya doria kwenye mtandao wa YouTube. Na unaweza ukakumbuka ilikuwa majira ya saa ngapi? Mheshimiwa Hakimu, kwa kumbukumbu zangu nakumbuka ilikuwa ni majira ya asubuhi. Endelea shahidi. Baada ya kuingia katika mtandao wa YouTube, Ndio. nilibaini ukurasa uliosajiliwa kwa majina ya youtube.youtube.com/Jambo TV. Ndio mheshimiwa. Hii ambayo unaiambia mahakama ni nini sasa hiyo? Mheshimiwa, anachokieleza hapa ni mtumiaji wa mtandao huu wa YouTube aliyejisajili kwa majina ya Jambo TV. Baada ya kutembelea ukurasa ule, nilibaini picha mjongeo. Kabla hujafika huko shahidi, tuambie sasa, si ndio? Naam. Ulikuwa umetuambia jinsi ya ili mtu aweze kuutumia mtandao wa YouTube, si ndio? Ni lazima awe na account, si ndio? Ulisema hayo maneno na kurudisha nyuma. Ndiyo. Nataka sasa uiambie mahakama wewe uliingiaje yani kwenye hiyo YouTube, kama haitaathiri kazi yako ya usalama. Sawa? Hiyo ni disclaimer. Kama haitaathiri kazi yako hiyo unayoifanya, uliingiaje yani pale? Mheshimiwa, naomba kwa hilo tulisitishe. Unasema kwa ajili ya usalama wa kazi zetu, kwa ajili ya kutokuweka wazi namna tunavyofanya kazi zetu kwa jamii, naomba hilo nisilitoe hapo, namna tunavyoingia. Haya, hebu tuambie. Okay, unasema umetumia kompyuta, unasema ukaingia YouTube, si ndio? Haya, unasema kwenye hicho ulibaini kitu gani? Mheshimiwa, samani sijaelewa msomi mwenzangu na shahidi wako alikuwa anafanya kitu gani. Hiyo ya kwamba of course he is my brother, I hope he is taking no offense. Lakini anachomaanisha kisheria, is the witness prevented or protected from answering a question on the ground of self incrimination au kitu gani? Kwa sababu kama there is a prayer ya non disclosure under the Evidence Act waseme to litigate, otherwise shahidi yuko compelled to answer all questions, kwa sababu mteja wetu ana haki ya kumconfront shahidi. Na Mheshimiwa, sijaelewa. Yaani jibu la shahidi liwe limefurahisha au halijafurahisha ni sisi ndo tunaona mheshimiwa. Yaani hilo jibu lake la kwamba anaomba mheshimiwa kwenye jinsi wanavyoingia asiseme kutokana na ufanyaji kazi wa sehemu yao,
Sisi sehemu yetu ni sehemu ya ushahidi. Mheshimiwa, tusipoliuliza itaonekana kwa nini halikuulizwa. Huo nao ni ushahidi wake. Mheshimiwa, yani hata sisi pia mheshimiwa, yani as long as swali limeulizwa, shahidi hawezi kujiamulia kusema kwamba hajibu kwa sababu ya usalama. Which usalama? Hii ni open court. Mheshimiwa samani, shahidi haruhusiwi kusema kwamba kazi yangu haidengeshi. Shahidi, wajibu uliingiaje? Wajibu uliingiaje? Si hatutaki uhitaji akaunti yako, hatutaki uhitaji na ni wajibu uliingiaje? Mheshimiwa Hakimu, Mheshimiwa Hakimu, tunaingia kwenye mitandao ya kijamii kwa kutumia akaunti ambazo tumezisajili. Haya mheshimiwa, nilikuwa naona unaandika. Sasa shahidi, hebu tuambie, unasema ukabaini kitu gani kwenye hiyo akaunti? Nilibaini ukurasa uliosajiliwa kwa majina ya Jambo TV. Ndio. Ukiwa umechapisha maudhui ya picha mjongeo ambapo maudhui hayo yalikuwa na live stream, yani yalirushwa moja kwa moja mnamo tarehe 3 mwezi wa 4 2025. Katika picha hiyo mjongeo kulikuwa kuna imeambatanishwa na maneno, naomba ni anukuu: Tundu Lissu uso kwa uso na watiania majimboni. Naam. No reform, no election, njia panda. Njia panda. Kingine sasa, hiyo picha mjongeo kwenye kazi yako hiyo ulibaini kitu gani? Mheshimiwa, baada ya kuona picha mjongeo ile nilifuatilia na kwa kusikiliza maudhui yaliyokuwa yamechapishwa katika ukurasa yule. Baada ya kusikiliza maudhui yale, nilibaini kuna maneno yenye viashiria vya jinai. Labda sasa shahidi, mwambie mheshimiwa kama unakumbuka hiyo picha mjongeo, unasema ukaisikiliza ukabaini, ilikuwa ya muda gani kama unakumbuka? Mheshimiwa Hakimu, nakumbuka ilikuwa ni takriban masaa matatu. Masaa matatu. Unasema ukabaini
maudhui yenye viashiria vya jinai. Maudhui kutoka wapi? Yaani kwenye hicho kitu, hiyo picha mjongeo uliona nini, au yani kitu gani? Sijui. Yaani maudhui ya video ile alikuwa na Bwana Tundu Antipas Lissu. Ndio. Ndo alikuwa mzungumzaji kwenye video ile. Haya, ukabaini nini unasema iliyokupa kwamba ukaona kuna viashiria vya jinai? Pamoja na yote na maudhui aliyokuwa ameyatamka, nilibaini baadhi ya matamshi yaliokuwa na viashiria vya jinai. Hebu tufafanulie unaposema viashiria, yani mahakama itaki ikuelewe vizuri zaidi. Mheshimiwa, anapomaanisha viashiria, ina maana matamshi yale niliatilia shaka kwamba ni ya kijinai. Umesema viashiria, ulimaanisha nini? Viashiria vya jinai unasema ni nini? Na maanisha viashiria kwamba kulikuwa kuna matamshi ya kijinai. Kulikuwa kuna matamshi ya kijinai. Hebu iambie mahakama matamshi gani unaoyakumbuka? Mheshimiwa Hakimu, kwa matamshi ambayo ninayakumbuka kwa sasa ni kwamba kwa kuwa huna access na server za tume, kwa kuwa huna access na server ya tume, ndio hao mapolisi wanaingia na vibegi vya kura feki. Matamshi mengine mheshimiwa sitaongea yote, nitazungumza ambayo nayakumbuka. Mengine alisema majaji ni watu wa rais. Kwa kuwa ni watu wa rais, wote ni ma CCM. Watataka hawatotenda haki kwa sababu wanataka wapandishwe vyeo, waende kwenye mahakama za rufani, wapate commissions, na kuteuliwa kwenye tume. Ambapo huku kwenye tume ndio mahakama za rufani, watulio kwenye tume, ambapo kwenye tume ndio kuna hela. Kwa hiyo mahakamani hakuendeki. Maudhui mengine Mheshimiwa Hakimu ni kwamba
rais, engua ya uchaguzi inafanyika kutoka kwa maneno mengine alisema engua kwenye chaguzi, kwenye chaguzi inafanyika kwa maelekezo ya rais. Maneno mengine nayo kumbuka, mheshimiwa alisema kwamba na yeye anataka achaguliwe kwenye cheo fulani nchi hii. Na mimi nataka nichaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii, na nyie mnataka mchaguliwe. Nyie mnataka mchaguliwe? Kwa hali ilivyo, hili linawezekana? Kama haiwezekani, tufanyaje? Mkutano wetu unasema no reform no election. Sema kabisa. Mkutano wetu unasema mkutano wetu. Yes. No reform no election. Wanasema msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli kwa sababu ni kweli unaashiria uasi kwa sababu tutazuia uchaguzi. Tutaenda kukinukisha kweli kweli. Mheshimiwa Hakimu, kwa nini niliona matamshi haya yana jinai? Niliona matamshi haya yana jinai kwa sababu kazi ya jeshi la polisi ni kulinda usalama na kuweka ulinzi kwenye vituo vya kupigia kura. Jeshi la polisi halihusiki kwenye kubeba, kukusanya wala kufanya shughuli zozote kwenye karatasi ya kura. Kwa hiyo sasa, kama ulibaini hivyo, kwa hiyo unaiambia nini mahakama? Kwa hiyo mheshimiwa, kwa kuwa mimi naelewa majukumu ya jeshi la polisi kwenye usimamizi wa kura, niliona taarifa hii ni ya uongo. Kwa hiyo kama ni uongo, ikichapishwa inafanyaje? Mheshimiwa Hakimu, niliona mbali kwamba kwa kuwa uongo ukienea utaleta taharuki kwa jamii na ni uchochezi dhidi ya jeshi la polisi na raia. Mheshimiwa Hakimu, kwenye masuala ya majaji kwamba majaji ni watu wa CCM na kwa kuwa ni watu wa rais na wameteuliwa na CCM.
ni watu samani mheshimiwa. Kwa kuwa alisema majaji ni watu wa rais, na kama ni watu wa rais ni ma CCM. Mheshimiwa, kwa taaluma yangu nilikuwa naona kwa uelewa wangu nafahamu majaji hawaruhusiwi kuwa mwanachama wa chama chochote cha siasa. Jambo la pili mheshimiwa, kwenye uteuzi wa wagombea kwenye uchaguzi. Tuende hapo, umesema majaji hawaruhusiwi kuwa wafuasi au wanachama wa chama chochote. Chama cha nini? Chama cha siasa. Chama cha siasa. Na hapo unasema, kwa hiyo uligundua nini sasa? Niligundua matamshi haya kwamba ni ya uongo. Kama ni uongo, yatazua taharuki kwa jamii. Yatafanyaje? Yataleta taharuki kwa jamii. Mheshimiwa Hakimu, kwenye swala la maelekezo ya rais kuondoa wagombea wa upinzani, kwa ufahamu wangu niliona taarifa hii ni ya uongo, kwa kuwa kwenye mamlaka ya kuteua wagombea kwenye nafasi zao walizochaguliwa ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Hivyo sasa ukagundua nini? Kama unajua wenye kazi hiyo ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo baada ya kusikiliza matamshi yale niliona ni matamshi ya uongo yenye nia ya kuleta taharuki katika jamii. Mheshimiwa Hakimu, kwenye maneno mengine ya tutazuia uchaguzi, tutaleta uasi, baada ya kuyasikiliza niliona taarifa ile kwamba inaleta machafuko katika jamii, kwani upo utaratibu mzuri ulioundwa na tume na kikatiba. Katiba ya nini? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ajili ya kupata wagombea wa nafasi mbalimbali kwenye uchaguzi. Na unasema kuhusu hayo matamshi kuzuia uchaguzi, uliona hayo matamshi ya kwamba tutazuia uchaguzi, unasema uliona nini? Niliona kwamba matamshi haya yataleta vurugu na amani ya nchi, kwani upo utaratibu mzuri wa kupata wagombea wa kupata viongozi. Sasa shahidi, unasema uliona picha mjongeo hiyo yenye matamshi yao. Hebu iambie mahakama hayo maudhui au hayo matamshi yalikuwa yanasema, kwa mujibu wa hiyo picha mjongeo unayosema, yalikuwa yanatamkwa na nani? Matokeo hayo matamshi hayo yalikuwa yanatamkwa na ndugu Tundu Antipas Lissu.
Hebu iambie pia mahakama, unamtaja huyo mtu Tundu Antipas Lissu, iambie mahakama kuhusu ufahamu wako kwa huyu mtu, yani kama unamfahamu. Mheshimiwa Hakimu, Tundu Antipas Lissu ni public figure, ni mtu maarufu. Na kutokana na kazi zake za uwakili anazozifanya, hakuna, nafikiri watu wengi wanamfahamu. Mimi nazungumzia kuhusu wewe, usizungumzie watu wengine. Yani wewe. Namfahamu kutokana na majukumu yake. Na ulimfahamu lini kutokana na hayo majukumu yake? Ni muda mrefu, namfahamu muda mrefu. Haya, sasa unasema uliona hizo jumbe, amini hayo maudhui kama unavyoyaita, si ndio? Ukafanya nini shahidi? Baada ya kuona maudhui yale, nilimjulisha mkuu wangu wa kitengo. Baada ya kumjulisha, akaniambia nikamwone afande kaimu kamanda wa polisi kanda maalum. Ukamwone kaimu nani? Kaimu kamanda wa polisi wa kanda maalum. Anaitwa nani? Afande SSP George. SSP George. Baada ya kupewa oda hiyo ukafanya nini shahidi? Baada ya kupokea maelekezo, niliondoka ofisini nikaelekea polisi kanda maalum. Ambao ziko wapi? Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Hizo ofisi ziko wapi? Ziko wilaya Ilala. Haya, ulipofika huko nini kikaendelea? Baada ya kufika, nilimkuta yuko ofisini. Ulimkuta nani? Afande SSP George yuko ofisini. Nikamuona sekretari wake, nikamwambia nahitaji kuonana na afande. Akawasiliana naye na akaniruhusu nimuone. Baada ya kumuona, nilimuelezea kuhusu picha mjongeo hile na kumuonyesha. Akanielekeza kwamba nirudi ofisini atanijulisha. Sasa shahidi, hebu tuambie, mnamo tarehe 7 mwezi wa 4 2025, sawa, nayo unakumbuka kuwa wapi, ulikuwa wapi? Tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2025 nilikuwa ofisini. Wapi? Ofisi za makao makuu ya Jeshi la Polisi Dar es Salaam. Nikiwa kwenye majukumu yangu, nilipigiwa simu na afande SSP George. Akaniambia niende nikamuone. Uende wapi? Niende ofisini kwake kanda maalum Dar es Salaam nikaonane naye. Ulipofika nini kikaendelea? Nilipofika ofisini nilionana naye.
akaniuliza kuhusu taarifa niliyompa kama anaikumbuka, nikamwambia naikumbuka. Rejea tena. Nilipofika ofisini kwake nilionana naye. Akaniuliza, unakumbuka taarifa ulioniletea tarehe 4 mwezi wa 4? Nikamwambia ndio. Akaniambia sasa nenda kapakue picha ile mjongeo, baada ya kufuata utaratibu maalum. Baada ya kupokea hayo maelekezo ukafanya nini shahidi? Baada ya kupokea maelekezo yale nilirudi ofisi za Jeshi la Polisi makao makuu Dar es Salaam. Nilipofika ofisini niliingia kwenye kompyuta ya ofisi. Tuambie uliingia vipi, ilikuwaje hiyo kompyuta na nini ukafanya? Baada ya kufika niliwasha kompyuta yangu. Nilipoiwasha nikaingia kwa kutumia password ambayo naitumia siku zote. Baada ya kulogin kwenye kompyuta yangu nilihakikisha usalama wa ile kompyuta kama upo sawa. Baada ya kuona usalama uko sawa, nilichukua flash disk ya Jeshi la Polisi. Na kuiweka kwenye kompyuta yangu. Na flash disk hii ni mpya mheshimiwa, sio kwamba imetumia. Baada ya kuweka kwenye kompyuta niliingia ndani ya ile flash. Jambo la kwanza nilifanya formatting, yani kufuta kila kitu kama kuna vitu ambavyo ninaviona na nisivyoviona. Iwe kwenye upya. Hatimaye niliskani flash ile kwa kutumia antivirus. Baada ya kumaliza niliingia kwenye ukurasa wa Jambo TV kwa kutumia kompyuta hiyo maalum ambapo iko equipped na program maalum za kupakua video bila kuathiri kitu chochote. Video ambayo nilipakua mheshimiwa ni ile ambayo niliiona awali yenye kuambatana na maneno Tundu Lissu uso kwa uso na watiania majimboni. No reform, no election njia panda. Wakati unaipakua, labda iambie mahakama nini ulifanya, kama ulifanya chochote kuhusiana sasa usalama. Kwanza iambie mahakama ulipakua kuipeleka wapi, yani kwenye upakuaji wako, na nini usalama wake. Mheshimiwa Hakimu, nilipakua ile video kutoka kwenye ukurasa ule wa YouTube na kuihifadhi
katika flash disk niliyoitaja ambayo ina majina Kioxia, Kioxia, Hebu spell zake hiyo Kioxia, spelling zake. KIO KIO XIA XIA. Mheshimiwa, flash disk hii ina ukubwa wa GB 8 na rangi nyeupe. Napozungumzia GB inamaanisha kwamba uwezo wa ile flash disk kuweka maudhui yenye ukubwa gani. Na swali langu lilikuwa kwamba ulipakua kuweka huko kama ulivyosema, yaani nataka useme usalama wake, yani kuhakikisha usalama wake. Unaiambia nini mahakama hiyo video, yani sasa ulifanya nini kuhakikisha usalama wake? Hiyo unaita picha mjongeo. Mheshimiwa Hakimu, hiyo picha mjongeo baada ya kuiweka kule kuhakikisha usalama wake, ile flash niliekea nywila password kwa ajili mtu yoyote asije akaichukua akafanya kazi yoyote kwenye ile flash. Sasa shahidi, umepewa maelekezo hayo, ukafanya ulichoweza kukifanya na kuweka hiyo nywila kama ulivyosema kwenye hiyo flash. Nini kikaendelea sasa shahidi? Mheshimiwa Hakimu, baada ya kukamilisha zoezi lile la kupakua video na kuiweka kwenye flash na kuisecure ile flash, niliondoka ofisini nikaenda polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, ofisi ya kaimu kamanda wa polisi kanda maalum Afande SSP George. Sasa labda shahidi utusaidie, kabla hujaenda kwa Afande George, kama unakumbuka lakini kuhusiana na hiyo flash nini ulifanya, kama unakumbuka kabla hujaenda? Mheshimiwa Hakimu, baada ya kukamilisha kupakua video ile na kuiweka, kwa kuwa kile ni kielelezo, nilikiambatanisha na PF 145. Hebu tuambie hii PF 145 unamaanisha nini shahidi? Tuambie hii PF 145. Mheshimiwa Hakimu, PF 145 ni exhibit label. Exhibit label ambapo mpelelezi anajaza taarifa anajaza taarifa kuhusiana na nini? Kuhusiana na kielelezo hicho. Sasa hiyo ni general, tuambie wewe ulifanya nini sasa? Unasema uliambatisha hiyo PF 145, ulifanya nini wewe? Hiyo umetupa tu general kwamba hicho ambacho wapelelezi wanafanya. Sasa tuambie general wewe, yani tuambie sasa specifically wewe ulifanya nini kwenye hiyo PF 145 kama unavyosema. Mheshimiwa Hakimu, kwenye PF 145 niliandika majina yangu. Ndio. Aina ya kielelezo, sehemu kilipopatikana,
ikiwa ni pamoja na kuweka alama ya utambuzi ambapo niliandika alama DM. DM. Yes. Iambie mahakama unasema ulikiambatisha kama niko Kiswahili sawa. Tunatofautiana. Uliattach sio? Uliambatisha vipi yani hicho ki PF1 45 na kielelezo? Mheshimiwa Hakimu, niliambatanisha kwa kutumia kamba ambayo unaweza ukaifunga kwenye flash pamoja na ile PF 145.